pasipo na Kristo na kulionekania katika vino viwango, basi mie singelikuwa na uwezo. Tuseme imani. Amen. Kwa hivyo nguvu analizo nazo ni kwa ajili ya Bwana. Na mjisifia Kristo kwa maana yeye amekuwa mwokozi na amekuwa mtetezi mwema. Sema imani. Amen. Kwa siku na kama ya leo, Bwana Mungu wa Israeli ametuandalia yaliyo mema ili tukapate kuhekimika na kuelimishana, ili tukapate kujua na kufahamu yaliyo mapenzi ya Bwana ni kwa ajili ya safari ya msalaba. Sema imani. Amina. Last nalipokuwa nanyi katika hali ya kuhekimishana, tukawa tunaangazia jinsi msalaba unavyofanya kazi katika maisha ya wana wa watu. Sema imani. Na jinsi ambavyo wengine wamekosa kuona umuhimu na udhamana wa msalaba, ila sisi ambao Bwana ametupa kibali na neema kama na hii, tukapate kujua jinsi ulivyo umuhimu katika mapana marefu na kimo. Sema imani. Ili tukapate kumtukuza na kumuishia Masia. Sema imani. Na kwa ajili ya siku na kama ya leo, tunaenda kuangazia kuhusu umuhimu wa kukombolewa. Umuhimu wa kukombolewa, tukiwa tumeegemea katika vipengele vya makundi ya waumini wawili. Kuna muumini wa kwanza, kwa kizungu tunamuita carnal Christian. Carnal Christian. So carnal Christian, na pia tunaenda kumuona muumini mmoja ambaye ni spiritual Christian. Hallelujah. Yani kuna makundi ya watu wawili ila wote wameokoka. Sema amen. Ili tukapate kuelewa na kufahamu katika viwango, mimi nipo katika kikundi kipi? Jina la Bwana libarikiwe. Sema amen. Kwa hivyo siku na kama ya leo, tuna haja tukapate kuelewa katika viwango, hawa watu mbona nao wakapatikane katika nyumba ya Bwana? Mbona Bwana amepatikana katika sehemu yake na vikundi? Sema amen. Ina udhamana katika viwango, ni kwa sababu tunapokuwa tumejielewa ni kwa nini sisi tukapata kupokea neema ya msalaba, basi hatutapatikana katika utoto wa kiroho. Yani ninaposema utoto wa kiroho, ninamaanisha a carnal Christian. Maana carnal Christian is a Christian ambaye hahitaji kukulia katika Bwana. Tangia alipookoka hadi siku ya leo, yeye anasalia kuwa jinsi alivyompokea Kristo. Hamuna kazi ya msalaba ambayo imetendeka maishani mwake. Hakuna kitu ambacho kimebadilika tangia alipookoka hadi siku ya leo. Licha mwingine anahesabu miezi, mwingine anahesabu mwaka, miaka, bali hajabadilisha kitu chochote. Yani angali hapo mahali pale. Ni mtu ambaye anaweza kanuna. Yani namaanisha nini? Ya kwamba mwili una utendaje pakubwa katika maishani mwa mtu yule. Sema amen. Kwa hivyo nitatena nena kuhusu suluhisho, ili sisi tukapate kukulia ndani mwa Bwana, tukitambua yakini ya kwamba Bwana ametuokoa na taraja. Basi tarajio la Kristo Yesu si ya kwamba sisi tukasalie tu kutambaa kama na watoto, bali tutoke katika kutambaa nasi tukapate kuanza kutembea tukiwa ndani mwa Bwana Mungu wa Israeli. Sema amen. Hallelujah. Kwa hivyo siku na kama ya leo, nina haja ndugu yangu, dada yangu, ukapate kuelewa katika viwango na kufahamu ya kwamba Bwana Mungu wa Israeli haujaokolewa, ya kwamba ukapate kuhesabika kati ya waliookoka tu, ila umeokolewa ili nawe pia ukapate kuzaa matunda katika safari ya msalaba. Haleluya. Kwa hivyo nina haja mtu wa Mungu ukapate kuangaza katika safari yako ya wokovu. Je, mimi ninalolitenda ndilo ninalostahili kulitenda, ama mimi ninatenda kila ambacho hakistahili? Maana Paulo ananena
katika Biblia mahali kwingine ya kwamba nilitakalo kulifanya silo ninalolifanya, bali lile nisilolitaka ndilo ninalolifanya. Yani kuye ni Mkristo ambaye dhamira yake imemshika, mawazo yamemshika, matendo ya mwili imepata kumfanya kuwa mtumwa. Yani Mkristo huyu hawezi kutambua ya kwamba Yesu alimuifia ili akapate kukombolewa, akapate kuokolewa. Kwa hivyo katika eneo la ukombozi, ukombozi ni nini? Basi tunatambua ya kwamba ukombozi ni kutoa kitu katika hali ya kuharibika na kukiweka katika hali iliyo njema. Sema amen. Yani kitu kilichokuwa kibaya kinafanya kuokolewa na kinawekwa katika sehemu ambapo hakitaweza kuharibika kamwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sema amen. Kwa hivyo, je, wewe ulipokuwa katika hali ya kufifia, je, Bwana amekufanya nini? Bwana amekutegemeza aje? Bwana amekutendea lipi? Wewe siku na kama ya leo, wacha basi msalaba huo ukapate kuonekana ukiwa katika utendaji, ili ukajisifia jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Kwa hivyo dada yangu, ndugu yangu, fanya juhudi katika Bwana. Mkristo ambaye amesalia kuwa mtoto siku zote ni miamba. Mkristo huyu ni mgumu. Haleluya. Ni sawa tu na yule mzazi ambaye amebarikiwa na watoto watukutu, anaumia. Hivyo ndivyo hata naye wachungaji wanaumia wanapokuwa na wale washirika ambao wameacha sehemu yao imetawaliwa na mwili. Yani mtu ambaye hawezi waza mambo ya kiroho, anawaza mambo ya mwili wakati wote, majira yote, masaa yote, anayoliwaza ni mambo ya mwili. Mkristo huyu ni miamba hatari. Sema amen. Haleluya. Hakuna wakati ambapo utapata Mkristo ambaye ni kama atajikuta akimtukuza Bwana. Mimi wananionea, mimi wananisema, mimi wananinena, mimi wananifanya. Hayo pekee ndio yanayotoka katika mawazo yake. Ni kwa sababu gani? Adui Ibilisi ameegeza katika maisha ya ule mtu katika viwango vikubwa. Haleluya. Amen. Analolijua tu ni kusema Bwana Yesu asifiwe, lakini wazo njema ndani mwake halimtoki. Amen. Amen. So katika siku ya leo, je, msalaba umefanya nini? Msalaba umetenda lipi katika maishani mwako? Waweza kuwa mahali hapa na wewe ni sawa na Canon Christian. Naomba ukapate kubadilisha. Sema amen. Naomba ukapate kuanza kubadilisha. Dhamira yako imekudanganya, sio hivyo. Haleluya. Amen. Siku ile ambaye adui amekuwekeza ukawaze kuhusu zinaa, unawaza kuhusu zinaa mchana kutwa. An idle mind is a devil workshop. Sema amen. Then tusifanye dhamira zetu zikapate kukolea katika mawazo machafu. Maana Kristo hawezi akakaa mahali ambapo pamefarakanika. Amen. Let us stabilize our mind. Hallelujah. Wacha Roho wa Mungu akachukue nafasi katika viwango vikubwa ili kuwaza kwetu kukapate kubadilika. Mawazo yatakapokuwa yamebadilika, basi hata mienendo zitapata kubadilika. Sema amen. Hallelujah. Yaani yale ambayo yamemjaa mtu ndio yanayomtoka mtu. Sema amen. Kama ni mawazo mabaya yamekujaa, basi maongezi yako bila shaka pia itakuwa mabaya. Sema amen. Kwa hivyo siku na kama ya leo, angaza wiki hili kwa jumla, mimi nimenena lipi? Nimewaza nini? Na ni nini kile ambacho nimefanya kinachoweza kusaidia ufalme wa mbinguni ukapate kusambaa? Sema amen. Ili usije tena ukatenda katika hali ambayo haistahili. Andika a Canon Christian. Somaji atasoma nami katika 1 Corinthians 3:1-4.
ili tukapate kuona Bwana anatunenea vipi, ama ni onyo lipi ambalo Bwana Mungu wa Israeli anatupatia ni kwa ajili ya kanisa lake lililo teule, ambalo yeye amejifanyishia, kanisa ambalo Bwana amekusudia likapate kuwa miliki yake. Sema imani. Maana watu wengi wamekwisha potoka, wameondoka katika uwepo wa Bwana, wakidhania ya kwamba wangali wapo na Kristo, ila Bwana hayupo mbali nao. Soma pamoja na Wakorintho wa kwanza 3:1-4. Wakorintho wa kwanza sura ya 3. Lakini ndugu zangu, mimi Yes. Kitabu ni Wakorintho wa kwanza sura ya 3 kuanzia penyewe. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni. Maandiko inasema ya kwamba, lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wa tabia wa rohoni, bali kama na watu wa mwilini. Bali kama na watu wenye tabia ya mwilini. Yani kama na watu wenye tabia ya mwilini. Ni kwa sababu gani? Licha ya kuwa mumeokoka, ila matendo na mienendo na mitindo zenu hazijamkiri Yesu Kristo. Ndiposa Bwana Mungu wa amani alipokuwa ametembelea kanisa, maandiko inasema ya kwamba ni kwa kuwa ninyi ni watu wa mwilini, basi mie nalipokuja kwenu ilikuwa vigumu jinsi ambavyo ningelinena nanyi kama na watu wa rohoni. Maana mambo ya roho inafahamika na wale walio katika roho, lakini kwa sababu ya ile hali ya kuwa katika hali ya kimwili, basi ilinipasa mie nikapata kuzungumza nanyi kama na watu wa tabia ya mwilini. Kama na watoto wachanga katika Kristo. Tena na kama na watoto katika Kristo, yani those Christian who are carnal. Yani Bwana anapohitaji kusema nao, ni lazima kanene nao katika hali ya kubembeleza. Ni kwa kuwa wanapokemewa wanasema ya kwamba wanaonewa, wanapoonywa wanaona ni kana kwamba wanachukiwa. Ni lazima wasemwe nao katika hali ya kimwili wakibembezwa. Kwa hivyo sasa anasema ya kwamba nalipata hata hali ya kuwalisha, nikawalisha kama na watoto wadogo. Soma nami mstari wa 2. Niliwanyesha maziwa, sikuwalisha chakula. Nalipata kuwanywesha maziwa ni kwa sababu mtoto mdogo hauwezi ukamlisha chakula kigumu, maana kitapata kumnyonga, hajui kucheua. Niposa sasa Bwana Mungu wa Israeli amekwisha tambua, licha ya kuwa wewe unasema ya kwamba nimeokoka, ninaenda mbinguni, ila matendo na mawazo yako yamekutenga na njia ya msalaba. Kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Ni kwa sababu mlikuwa hamukiwezi. Ni kwa sababu mlikuwa bado watoto wachanga katika Kristo. Yani mungali watoto ambao hawajakulia katika Bwana. Licha ya kuwa wanasema ya kwamba Yesu ni Mwokozi, nimekombolewa, lakini ukombozi haujatenda kazi katika maishani mwako. Ndugu yangu, nena yangu, nina haja ukapate kuelewa na kufahamu ya kwamba ukombozi ni kufanya kitu kilicho katika hali mbaya kawe katika hali nzuri. Lakini nalipokombolewa katika hali mbaya, je, tena ningali nimerejea katika hali ya uovu? Ndipo Biblia inasema ya kwamba nalipowapatia maziwa, nalitambua hamukiwezi chakula kilicho kigumu. Lakini kwa siku na kama ya leo, nina haja mtu wa Mungu ya kwamba ukapate kurekebisha, ili ukaone uweza uliomo ndani mwa Bwana. Naam. Hata sasa hamkiwezi. Kwa hivyo hata sasa mungali hamukiwezi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mkristo ambaye hawezi tubu, Mkristo ambaye hawezi penda maombi, Mkristo ambaye hawezi dhiririsha mbele za Bwana, yeye ni Mkristo mtoto. Sema amen. Amen. Hata awe mama, hata awe mzee, yeye ni mtoto. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Kwa hivyo siku na kama ya leo, Biblia inasema ya kwamba licha ya kuwa hata bado, lakini hamukiwezi kamwe.
Sema amen. Amen. Ni heri ungelitambua kile ulichokichagua ili ukapate kukitua. Amen. Amen. Wacha kusalia kukaa katika kifungo cha kimwili, na wewe si wa mwili, umeifia. Uno mwili umekufa pamoja na Kristo, ukafufuka pamoja na Bwana, tena ungali unanena katika maishani mwako. Tuendelee. Mstari wa 3. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Tabia zenu zingali ni za watu wa mwilini. Sema amen. Amen. Hata kama mumeokoka, lakini tabia na mitindo na nyenendo zenu zinadhihirisha ya kwamba bado wokovu haupo ndani mwenu. Hallelujah. Sema amen. Amen. Kwa hivyo ni lipi ambalo Bwana ako na haja nalo kwa ajili ya kanisa? Ni ya kwamba ikatoke katika tabia ya mwilini wakapate kuingia katika tabia ya kiroho. Ni kwa sababu sisi ambao tumeokolewa na taraja, basi kutenda na kuenenda na mtazamo wetu ni lazima ukapate kuashiria na kudhihirisha ya kwamba sisi ni watu ambao wamekombolewa. Si kuenenda kwa sababu kuenenda kuko, si kutenda ni kwa sababu kutenda kupo, ila tunatenda tukienenda, tukitazama, tukidhihirisha ya kwamba sisi sio watu wa mwilini bali watu wa kiroho, na kwa sababu tumeokolewa. Msalaba ule ambao tumeuitikia unatufanya mpya kila kuchao. Amen. Hallelujah. Amen. Ulipoanza kutukanana na mume, ulipoanza kutukanana na majirani, ulipoanza kutukanana na mke wako, hadi siku ya leo ungali unasimama unamwambia pumbafu na unasema tunaenda mbinguni, tumeokoka, haujakombolewa katika ile damu ya vita na damu ya matukano. Biblia inatuambia ya kwamba matusi yasitoke vinywani mwenu. Je, unatoa wapi nguvu ya kutukanana ile hali unasema ya kwamba umekombolewa? Umekombolewa wapi? Umekombolewa na wakaacha matusi. Tukombolewe complete. Sema amen. Amen. Usiokoke nusu. Amen. Amen. That is a carnal Christian. Ameokoka nusu. Hallelujah. Ulimi tu unaweza sema Bwana Yesu asifiwe, lakini mwili wote soma nami. Maana ikiwa kwenu kuna ushuhuda na fitina. Yes. Je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Hallelujah. Tena mwenende kwa jinsi ya kibinadamu. Mstari wa 4. Yes. Maana hapo mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo na mwingine mimi ni wa Apolo. Je, ninyi si wanadamu? Amen. Pata kiti. Hallelujah. Amen. Sema amen. Amen. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Biblia inatuthibitishia ya kwamba matendo yetu inaonyesha dhahiri ya kuwa sisi ni watu wa mwilini. Bali siku na kama ya leo Kristo ako na haja tukapate kuokolewa. Ukombozi wa Bwana ukapate kutufikia. Sema imani. Amen. Hallelujah. Amen. Bado tunasema ya kwamba mimi ni wa fulani, mimi ni wa fulani. Je, hiyo sio tabia ya mwilini? Sisi ni wa Kristo. Amen. Amen. Na tumeokolewa tumwabudu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sema amen. Amen. Ita hawa wadada wazuri warudi katika nyumba ya Bwana. Tusishughulikie sana chakula. Wapi mama chachi? Mama chachi? Sione tu. Amen. Pia neno tulisikie. Hallelujah. Kwa hivyo Bwana anasema ya kwamba je, tukitenda mambo kama na haya sio thibitisho ya kwamba sisi ni watu wa mwilini? Amen. Tukiwa watu ambao hawawezi penda maombi, je, sisi si watu wa mwilini? Biblia inasema ya kwamba katika mstari wa mwisho napomalizia, ikiwa sisi tungali tuko na husuda, tungali tuko na uchungu ndani mwetu tunaoonea wengine, sio tabia ya mwilini? Ikawa chuki ingalipo ndani mwetu, je, si watu wa mwilini? Sema amen. Amen. Lakini Bwana Mungu wa Israeli ametukomboa na taraja, lakini tarajio likisha kuwa limepatikana sio tarajio, lakini kwa wale ambao wanamtarajia Bwana wanasalia kudumu katika toba ili wakapate kusamehewa. Matendo ya mwili hayawezi kufa na siku moja. Mimi kusema ya kwamba Yesu ameniokoa haiwezi
haiwezi ni sustain mwaka mzima nikatembee ndani mwa Bwana. Imenilazimu na kunigharimu nikapata kumtafuta Bwana kila dakika na sekunde. Kuomba hakumsaidii mtu ila kuomba sana. Amen. Sema amen. Amina. Hallelujah. Amen. Wakristo wa siku hizi kile ambacho kinatendeka ni kuwa na mwemuko wa maombi. Sema amen. Yaani kwa saa hiyo tu anaomba ni kana kwamba hata aiomba kesho. Ukimtafuta tena kwingine hauwezi mpata akiwa katika maombi. Sema amen. Amen. Lakini nataka kanisa likapate kujua athari ya kuwa mbali na msalaba wa Bwana. Athari ya kuwa mbali na msalaba wa Bwana. Bwana amekwisha tenga makundi mawili. Hallelujah. Amen. Mkristo mtoto na Mkristo ambaye amekomaa. Sema imani. Amen. Kwa hivyo ni wewe kujichagulia. Wewe ni Mkristo mtoto. Hakuna siku ambao watakuuliza, je, uliona TV viwango kivipi? Saa ile sasa kiama ipo. Hakuna siku ambayo watakuuliza ya kwamba ulihudumia watoto wako katika viwango vipi. Matendo yako na tabia yako yataweza kusomwa. Utakosa mbingu kwa sababu ya uzembefu wa mwili. Mwili huu wewe unaweza juu yake. Sema imani. Amina. Mwili huu wewe ndio unaudirect. Mwili huu wewe ndio unauongoza. Mbona ukaache mwili ukapate kukutawala? Sema imani. Amen. Hallelujah. Amina. Wacha tukapate kutupia matendo ya mwili, maana Bwana Mungu wa Israeli atapata kutukomboa nayo yote. Sema imani. Na kinachofanya Mkristo mtoto akaweze kukataa kumsongea Kristo, kitu cha kwanza ni kiburi. Hallelujah. Amen. Na dhambi ya kiburi inafananishwa na dhambi ya uchawi. Unaposoma katika Samueli, kiburi. Pendwa, unapokuwa na kiburi katika maisha yako, jua ya kwamba wewe na mchawi adhabu yenu ni moja. Sema imani. Kwa hivyo Mkristo, kuwa makini sana, usiwe mtu wa kiburi. Mwambie Bwana kuokoe na kiburi ya macho, mwambie Bwana kuokoe na kiburi ya maisha, mwambie Bwana akapate kukuokoa. Na nena lipi? Ya kwamba tubia kila ambacho naona ni kana kwamba kiko na nguvu ndani mwako na hakifai kwa ufalme wa mbinguni. Tubu ni kwa ajili ya hicho, ili Bwana akapate kukukomboa. Amen. Amen. Maana ukombozi, it is a long process. Sio kitu ambacho kinafanywa kwa siku moja. Sema imani. Amen. Sione umechonga magoti, umewekewa mikono, wamekuambia sasa wewe ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Tangia siku ya leo umesamehewa. Ukadhani ya kwamba umekamilika, bado safari. Sema imani. Amen. Fungua nami katika Warumi 7 mstari wa 23. Sikie Bwana anasema lipi ni kwa ajili ya Mkristo mtoto. Romans 7:23. Romans 7:23. Kusoma Yes. Warumi 7:23. Lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali. Katika viungo vyangu ninaona sheria iliyo mbali. Inapiga vita na ile sheria ya akili zangu. Ikipigana na ile sheria ya akili zangu. Na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Na kunifanya mateka ni kupitia kwa ile sheria ya dhambi iliyoko katika viungo zangu. Sema amen. Hallelujah. Kama Bwana anasema nawe mupe makofi mazuri. Maandiko inasema ya kwamba ninaona sheria iliyo mbali ikipigana na sheria ya akili zangu, lakini sio sheria ya Bwana, bali ni sheria ya dhambi ikayo ndani mwangu. Yani ndani ya mwanadamu mwana sheria ya dhambi ambayo inakaa ndani mwake, inayomuongoza, inapomnenea usiombe anakosa kuomba, inapomwambia usiende kujumuika anakosa kujumuika, inapomwambia ya kwamba usitembelee dada mwenzako wala usitembelee ndugu mwenzako anakosa, inamwambia ukawe na huzuni na ukawe na machungu na mwenzako anakuwa nayo. Yani Paulo anasema ya kwamba ninaona sheria iliyo mbali inakuja kupigana na
na sheria ya Yesu Kristo ambaye ametia ndani mwangu, nayo ni sheria ya dhambi. Yani ndani ya mwili kuna sheria ya dhambi ambayo imetawala wanadamu, inawafanya mateka, inawafunga, inawafanya wasikamkimbilie Bwana. Iposa unapata ya kwamba dada ambaye ni mzuri ameokoka, angali anamvizia dada mwingine, anasema nilisikia. Sheria ya dhambi iliyo ndani mwake inatoa uwasa wako. Haleluya. Lakini kwa yule ambaye amekombolewa, sheria ya Bwana inamtawala, inamuongoza. Sheria ya Bwana inamupa mwelekeo. Sheria ya Bwana inamupa mafunuo. Sheria ya Bwana inapata kumunenea limpasalo kutenda ni kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Sema imani. Amen. Dada yangu, ni sheria ipi ambayo inapiga vita katika akili zako? Sheria ipi dada yangu? Ni sheria ipi ndugu yangu? Tunahitaji tukapate kumuona Bwana. Ila sheria zimekuwa mingi. Kristo ametuachia sheria, na sheria kuu ni hii ya kwamba mpende jirani yako kama unavyojipenda. Pendo likawe kuu katika maishani mwako. Sema imani. Lakini maandiko inasema ya kwamba tunapokuwa tunaona fitina na kusuda ndani mwenu, je, nyinyi si watu wa mwilini? Sema imani. Mkristo ambaye amekolea katika vifungo za mwili bado anakuwa na kusuda na fitina ndani mwake. Sema imani. Mkristo ambaye ana vifungo vya kimwili bado mambo ya ukoo inamwandama na kunena pakubwa na kumfanya mateka. Sema imani. Ndiposa Paulo anaandikia Warumi akisema ya kwamba naliona ino sheria ikipigana nami, lakini sio sheria ya Bwana bali ni sheria ya Ibilisi. Kwa nini sheria ya Ibilisi inafanya kupata kutenda kazi ndani mwetu? Ni kwa sababu eneo la maombi limekufa ndani mwetu. Amen. Sema amen. Hakuna mtu ambaye amechukua juhudi ili akapate kuombea wokovu wake. Yani wote wamerejea nyuma na kusema ya kwamba na nilikwisha ongoka. Nenda yangu, ndugu yangu, nataka kuambia usijidanganye, bado haujaongoka. Biblia inasema ya kwamba atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka. Amen. Kwa hivyo kuvumilia kwako ndiko kutaweza kupatia nafasi, na sio kuvumilia tu bali kudumu katika mafundisho na maombi, ukiwa umemfanya Bwana kuwa mbele na nyuma na kando. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sema amen. Amen. Sio tu kusema Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sio wokovu ambao tumeuchagua. Hallelujah. Amen. Wokovu lazima ujiadhibu. Amen. Amen. Amina. Wokovu ni lazima ukajitesi. Bingu halipatikani hivi hivi. Sema imani. Amina. Bwana anasema ya kwamba tangia wakati wa Yohana hadi siku ya leo, ufalme wa mbinguni hauui katika kula na kunywa. Sema imani. Unatekwa na wenye nguvu, na wenye nguvu ndio wanaovamia. Sema imani. It's a matter of death and life. Hallelujah. Kanisa, amen. Kwa hivyo unapokaa ukidhani ya kwamba mimi ninaenda mbinguni, hauendi mbinguni, unaenda jehanamu. Amen. Amen. Hebu angalia jirani yako, umuulize tunaenda wapi? Haleluya. Tukienenda venye tunaenenda hivi, unaona kama tutaishia wapi? Sema amen. Tubu mpendwa. Moyo wako na kinyongo, moyo wako umejikua, moyo wako unasalia kuwa na huzuni for nothing. Sema amen. Bwana amekupa afya iliyo bora, afya ile ufanyii chochote. Haleluya. Tunaposalia katika mambo na kama na haya, sisi si watu wa mwilini. Tunapokuwa watu wa kujiinua, sisi si watu wa mwilini. Tunapokuwa watu wa kujivuna, sisi si watu wa mwilini. Tunapokuwa watu wa kujivuna, sisi si watu wa mwilini. Tunapokuwa watu wa kujiona, sisi si watu wa mwilini. Sema imani. Amen. Je, Roho wa Mungu ameandaa majivuno? Je, Roho wa Mungu ameandaa kiburi? Je, Roho wa Mungu ametuandalia hali ya kujiona? Je, Roho wa Mungu, sema imani. Haleluya. Biblia inasema kivi mahali kwingine ya kwamba anayedhania ya kwamba amesimama awe mwangalifu, maana mwanguko upo pamoja naye. Amen. Aonaye ya kwamba yeye anajua, ajua ya kwamba hamuna analolijua. Kanisa, mtubu.
Sema imani. Tubu kamrudie Bwana. Haleluya. Bwana ako na haja kanisa likapate kugairi. 1 Corinthians 2:14. Tuko kwa Mkristo ambaye amekataa kukua. Mkristo mtoto siku zote. Mkristo mtoto ni hatari sana. Kanisa ambalo Wakristo wamesalia kuwa watoto ni kanisa ambalo haliwezi likakua. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu. Sema imani. Amen. Haleluya. Amina. Ya kwamba mwanadamu aliye katika tabia ya asili ya kiwanadamu, yeye kupokea mambo ya Roho ni ngumu. Ni kwa sababu eneo la nafsi yake limetawaliwa na mambo ya ulimwengu. Sema amen. Anaposikia andiko la Bwana analigawa yule mwingine. Anapoona ni kana kwamba wameguza kwake, anasema ya kwamba waliniona. Sema amen. Walimpelekea ripoti. Instead ya kugairi na kumrudia Bwana, anasema ya kwamba wanasema ni kwa sababu wanajua kila ambacho ninapitia. Ila Bwana Mungu asiwe sauti na itana. Tubu ukapate kusamehewa. Hello. Amen. Sema imani. Amina. Hallelujah. Amen. Katika nyumba ya Bwana si mahali pa kuchambuana. Kuchambuana ni bungeni. Hallelujah. Neno la Bwana ni upanga ukatao kuwili. Amen. Sema amen. Amina. Lina makali. Hallelujah. Amen. Liko na uwezo wa kugawanya roho na mafuta. Hallelujah. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo limekuja kwa makusudi ya kuonya, kurekebisha na kukemea. Hallelujah. Sema amen. Amen. Neno la Bwana haliji kwa kupaka mtu mafuta. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Linapokuja ukiona ni kama limekupaka mafuta, jua ya kwamba you are in your slumberland. Hallelujah. Sema amen. Hakuna siku ambapo Bwana atakunenea katika hali ya kukupaka mafuta, ila anakukemea utakapokuwa umetubu ama umetambua makosa yako. Hapo ndipo Bwana atakusongea. Amen. Sema amen. Usikaone ni kana kwamba Bwana amekuja ili akapate kubembeza. Hapana. Bwana amesema ya kwamba katika Matthew 10:35 ukisonga mpaka 37 ya kwamba usidhani nimekuja duniani kuleta amani, nimekuja duniani kuleta upanga. Amen. Sema amen. Kumfitini mtu na mtu. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Ewe unayeona kana kwamba Bwana amekuja kwa ajili ya kukupaka mafuta, Bwana hayupo katika eneo la mafuta, ila Bwana amekuja akapate kuchonga. Yes. Amen. Haleluya. Amina. Kwa wale waliofanya art and craft wakasema uchonge mwiko, je, uliupaka mafuta ama uliuwekea panga? Ilikwaruza na chupa. Sema amen. Amen. Kukwaruza na chupa, unataka kusema wakikuwekea chupa kwa mwili wako utasikia vizuri? Ni chungu. Na hivyo ndivyo neno la Bwana linavyofanya. Amen. Haleluya. Amina. Endelea ndugu yangu. Maana kwake huyo ni upuzi. Kwake neno la Kristo kwake yeye ni upuzi. Sema imani. Amen. Haleluya. Amen. Unaposoma just a minute. Unaposoma katika Wakorintho wa kwanza 1 pale 18. Biblia inasema ya kwamba wao wanaopotea, neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali wanaookolewa ni uzima wa milele. Amen. Sema amen. Amen. For a carnal Christian is nothing. Haleluya. Amen. Acha umuhubirie, acha umuonye, baada atakwambia ya kwamba ulisema ni kwa sababu ulinijua. Lakini sio kukujua. Biblia inanena kwa ajili yangu na kwa ajili yako ili tukamuone Yesu Kristo tukiwa tumekamilika ndani mwa Bwana. Wacha tukapate kubadilika. Hatutamuona Yesu Kristo tukiwa tungali tumebebeza mizigo. Andiko linasemaje katika Mathayo 11 mstari wa 28? Ya kwamba wale ambao wamebeba mizigo mizito ambazo zimewalemea, wacha mkalete kwangu mie nikapate kuwapatia mzigo ulio mwepesi, ili nisije tena nikasalia kuwa ndani mwa kifua na wanadamu. Yes. Amen. Amen. Mbona mgongo unapindika? Ni kwa sababu ya mizigo. Haleluya. Amen. Wachana na chuki. Songa mbele.
Haleluya. Sema amen. Amen. Songa mbele ndugu yangu. Songa mbele dada yangu. Utamenyana na Ben hadi lini? Wachana naye. Haleluya. Amen. Utamenyana na huyu hadi lini? Songa mbele. Haleluya. Amen. Bwana anakuhitaji, songa mbele. Bwana anakungojea, songa mbele. Piga hatua katika safari yako ya msalaba. Ukakutane na Bwana. Maana Bwana anasema ya kwamba nitafuteni madamu mimi nipo. Haleluya. Haleluya. Unapomtafuta Bwana anapatikana. Usipomtafuta anakuacha. Amen. Sema amen. Amen. Na huenda Bwana amekuacha ni kwa sababu wewe ni mtu wa tabia ya mwilini. Hello. Amen. Bendera ya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Sema amen. Amen. Kanisa la Bwana, wacha Bwana kapate kutuokoa na kutukomboa toka katika ino hali ya kiutoto. Haleluya. Wacha tukakomae katika Bwana. Amina. Kitu chema hutafutwa. Haleluya. Hakiwezi kikakuujilia. Amen. Muta atakiokota. Amina. Sema amen. Amen. Wakiangusha pale 1000 haiwezi ngojea wewe. Maana ni kitu ambacho kinatafutwa na watu wengi. Muta atakiokota. Yesu wako alishindwa, alikwisha okotwa. Sema amen. Amen. Bwana hawezi kuja sasa kwa mlango wako, maana alikwisha kuita akakuondoa katika kile kikundi, ila wewe unang'ang'ana kurudi katika lile kundi. Sema amen. Amen. So usidhani tena atakujilia, atakuachia sasa ukaweze kupambana vita zako. Amen. Amen. Nani ambaye amesikia nyimbo za Monishi? Monishi anamulilia Marebo ni kwa sababu Marebo amekataa Kristo, amerudi katika ulimwengu. Amen. Sema amen. Amen. Unapompata Paulo anasema ya kwamba naliwawachia ibilisi ni kwa sababu walikataa maneno yangu. Amen. Lakini mie nina haja nikapata kunenea ukapata kubadilisha ili nisije nikakuachia ibilisi. Haleluya. Ulimwengu tena usije ukapata nafasi maishani mwako. Amen. Ila Bwana amekuokoa ili ukapata kushinda ulimwengu. Amina. Sema imani. Amina. Malizia ule mstari. Wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Haleluya. Amen. Ya kwamba ni vigumu jinsi ambavyo huyu ataweza kuelewa na kufahamu. Ni kwa sababu ni mambo ya kiroho. Lakini naye amefungwa katika mambo ya mwili. Sema amen. Amen. Haleluya. Amina. Una Biblia, hauwezi soma Biblia. Unangojea kukuja kusoma Biblia katika nyumba ya Bwana. Adui hata tawala mawazo yako. Hautawazia mume wako ya kwamba ni mzinzi. Hautawazia mke wako ya kwamba ni mzinzi. Hautaona dada mwenzako akiwa amesimama na mtu useme ya kwamba bila shaka huyo lazima awe ni nini. Sijui anaitwa aje wake. Mtu wake. Huyo ni mtu wake. Yeah. Sema amen. Amen. Kwa sababu akili zako zimejaa mambo ya mwili. Unakontroliwa na mambo ya mwili, unaelekezwa na mwili. Dhamira na kuona na kutenda, mavazi yote inaelekezwa na mambo ya mwili. Ni lazima utawaza yaliyo mabaya. Sema amen. Kwa hivyo toka katika ile hali ukapate kumgeukia Bwana. Halo. Amen. Awazae mambo ya zinaa ndiyo ambayo ilikuwa imemtawala. Kinywa chako hakiwezi toka yale ambayo hayapo katika akili zako. Sema amen. Haleluya. Amen.